Mheshimiwa, kama wewe bado unasali kwa ajili ya vitu vyako unavyovitaka, wewe bado sana hujaingia kwenye ufalme wa Mungu. Narudia tena, kama bado unasali na unamlistia Mungu kwenye sala zako kuhusiana na vitu unavyovitaka, wewe bado hujaingia kwenye ufalme wa Mungu. Mungu alishakuumba wewe, alikukamilisha na kila kitu, mahitaji yote ambayo unatakiwa uyapate, na kisha kuona hayo hakuacha hivyo, akakuletea mwanae ambaye akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zako ili akurudishie kile ambacho kitakupa vyote unavyovitaka wewe. Mwanae akakwambia kupitia Mathayo 6:33, anza kwanza kutafuta ufalme wa mbingu na haki zake, na vingine vyote utazidishiwa. Ila wewe na mimi tumekaa kwanza kulia, baba sina nyumba, baba sina gari, baba sina mtoto, baba. Brother, sister, kwani ukienda kwenye meli au yacht party ulioalikwa, ukishaingia ndani, si kila kitu unakuta mule ndani? Si unakuta chakula, kila kitu unakuta mule ndani. Kwa hiyo unafika kule ndani unaanza kumwambia baba nataka chakula. Au upo nje ya boti hata hujaingia ndani hiyo yacht, umeanza kusema na baba nataka chakula, nataka nini? Brother, ingia ndani ya boti. Ingia ndani ya ufalme. Hivyo vyote vitakuja na utavipata. Kwa hiyo maombi yako usiwe maombi unasali kama mpagani, unamtajia Mungu sijui nataka kula, nataka nini. No. Mwambie Mungu, nataka matakwa yako yaonekane kupitia mimi hapa duniani. Nataka mbingu ishuke ioneshe tabia yake njema kupitia mimi mwanao. Nataka unaoneshe lengo langu la kuja hapa duniani ni lipi. Sumbue baba yako, mwambie akuoneshe, mwambie akufunulie. Alafu shukuru kwa kila jambo. Mshukuru kwa yote. Hajakupa kitu, yani hajakunyima kitu Mungu. Kila kitu kipo ndani yako. Wewe cha kufanya kwa sababu unajua viko ndani, mwambie baba nashukuru kwa sababu leo nitakula. Nashukuru kwa sababu umenilisha. Nashukuru kwa sababu umenivisha. Nashukuru kwa sababu umenipa shelter ama sehemu ya kulala. Nashukuru kwa haya yote baba, na sina wasiwasi juu ya wewe. Hizo ndo ziwe sala zako. Acha kusali kama mpagani au mtu ambaye hamjui Mungu. Si mawazo.